Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametukirimia kuwa kwa pamoja, na ili tuweze kupata maarifa ya kimungu, maana neno la Mungu ndilo mwelekeo wetu, linalotupa mwelekeo. Neno la Mungu ndilo taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Na hivyo mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na Jumatatu ya leo ningependa tuangalie neno lake Mwenyezi Mungu kutoka Zaburi 34 mstari wa 12 hadi 14. Na Biblia inasema, ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema, azuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Baba, nena nasi kupitia hili neno lako Jumatatu hii ya leo. Baba, katuelekeze. Baba, katurekebishe, katuhimize Mungu wetu, na juu zaidi katupe matumaini. Tunamruhusu Roho wako Mtakatifu akatufundishe hili neno lako na akalifunue maishani mwetu kwa undani, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, na hili neno nimelipa kichwa njia ya maisha mema. Njia ya maisha mema. Mwandishi wa huyu Zaburi ni Daudi, na anapokuwa anaanza kuandika Zaburi anakuwa anasifia Mungu, anakuwa anamsifu Mungu. Na unaposonga hapo mbele unaona anakuwa anazungumzia kuhusiana na uonje na ujue ya kwamba huyu Mungu ni mwema, huyu Bwana ni mwema. Na anaposhuka anakuwa anazungumzia zaidi kwamba simba, mwana wa simba anaweza akatafuta chakula akakosa, lakini mtu ambaye anamtumainia Mungu, mtu ambaye anatembea katika njia za haki, huyo hatakosa. Mungu atahakikisha anampa kile anachokihitaji. Na kisha anashuka, anafika mahala tulipo. Daudi, kutokana na uzoefu wake, kutokana jinsi alitembea na Mungu, na tunaona Mungu akimshuhudia Daudi na akisema ya kwamba amempata mwanaume na aliye baada ya moyo wa Mungu, na ambaye alitafuta kumpendeza Mungu. Na hivyo anapotuandikia hapa, anatuandikia kutokana na uelewa wake na kujua moyo wa Mungu. Kumaanisha nini? Kumaanisha tunaweza tukatenda kulingana na hili neno na tukapokea matunda au tukapokea thawabu ya hili neno. Na unaona Daudi anakuwa anatupa siri au kipenda njia ya maisha mema. Nani hataki kuishi maisha mema? Nani hataki kuishi maisha ya kufanikiwa? Nani hataki kuishi maisha ya kupendeza? Hakuna yeyote yule. Tunaweza tukaishi maisha mema kwa sababu Daudi kupitia Roho ama Mungu kupitia Daudi anazungumza na sisi, na anapokuwa anazungumza na sisi anatuambia ni nani mtu yule apendezwaye na uzima. Kuna mtu yeyote yule na ambaye apendezwi na uzima? Kuna mtu yeyote yule na ambaye anapenda kuishi siku nyingi na kuona mema? Anauliza lile swali, na anauliza kuna yeyote yule anataka haya? Na hivyo siku ya leo Mungu pia anatuuliza, ni nani huyo anataka kuishi maisha marefu? Ni nani huyo anataka kuishi maisha marefu na zaidi kuishi maisha ya kufanikiwa? Na anakuwa anatupa jawabu. Wewe unayenitazama, unataka maisha marefu na maisha ya fanaka? Daudi anatupea siri, Daudi anatupea njia, na anakuwa anasema ya kwamba basi wapo unataka maisha marefu pamoja na maisha na ambao ni ya fanaka, basi uzuie ulimi wako kuzungumza uovu. Bwana Yesu asifiwe. Uzuie ulimi wako kuzungumza uovu. Uovu ni nini? Uovu ni chochote kile na ambacho akiambatani na neno la Mungu, ni chochote kile kinaenda kinyume na neno la Mungu. Hata labda neno la Mungu linasema wewe umebarikiwa, labda wewe uzungumza na unaanza kusema huyu mtu amelaaniwa, labda huyu mtu, yani unazungumza mabaya kuhusu maisha yako na hata kuhusu maisha ya wengine. Biblia
Biblia inasema basi wapo unataka kuishi maisha marefu na maisha ya fanaka na kufanikiwa, basi lazima uzuie ulimi wako kuzungumza uovu, uzuie ulimi wako kuzungumza mabaya. Na utauzuia vipi? Utauzuia kwa kuliweka neno la Bwana moyoni mwako. Daudi pia anakuwa anatuambia hivi kwamba ameliweka neno lake Mwenyezi Mungu moyoni mwake, na ili asije akamtenda dhambi. Na hivyo tunaona, na ili kuzuia ulimi wako usizungumze mabaya, usizungumze maovu, basi liweke neno la Mungu moyoni mwako. Maana Yesu akizungumza akasema, moyo wa mtu, kinachotoka katika kinywa cha mtu ndicho kimeujaza moyo wake. Na hivyo kama ni uovu umejaza moyo wako au mabaya yameujaza moyo wako, basi hicho ndicho utakachokizungumza, na ni kumaanisha utayakatisha maisha yako. Hayatakuwa maisha marefu, hayatakuwa maisha ya fanaka, kwa sababu unazungumza mambo mabaya, unazungumza mambo maovu. Na anaendelea kusema, zuia kinywa chako kuzungumza uongo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inakuwa inazungumzia kwamba yule mwovu Shetani ndiye baba wa uongo, na unapodanganya ni kumaanisha hauwezi ukawa mtoto wa Mungu, hauwezi ukawa mtu wa Mungu, kwa sababu baba yako ni Shetani, maana vinywa vyako vinazungumza uongo. Sasa angalia ni kwa nini ndio Wakristo tunajua kama Wakristo, lakini maisha yao yamekuwa mafupi. Hawaishi maisha na ambayo ni ya kufanikiwa, hawaishi maisha na ambayo ni ya kupendeza. Elewa kwamba napozungumzia maisha ya kufanikiwa, sizungumzii tu mali peke yake, nazungumzia ile tunaita shalom. Hakuna kilichopungua, hakuna kilichovunjika, na hakuna kilichokosekana. Yaani umekamilika katika kila sehemu ya maisha yako, iwe ni amani, iwe ni afya njema, iwe ni maisha mazuri, yote imekamilika. Na Mungu anasema unataka ya maisha, maana kama uko na afya njema utaishi maisha marefu. Iwapo uko na amani utaishi maisha marefu. Iwapo uko na amani utakuwa mtu aliyefanikiwa. Maana kuna watu walio na mali, kuna watu walio na vitu, pesa, na ambazo sisi ufikiria ndio kufanikiwa, lakini hawana amani, wanahangaika, wanaweza wakalipa chochote kile ili mradi kiwape amani. Na hivyo ninapozungumza kufanikiwa, ni kumaanisha amani unayo, ni kumaanisha pesa unazo, mali unazo, na unaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unataka maisha marefu, unataka maisha ya kupendeza, unataka maisha ya fanaka, uzuie ulimi wako kuzungumza mabaya. Iwe ni wewe maisha yako unayazungumzia, iwe ni watu wengine, masengenyo, kuharibia watu jina. Angalia, na pia uzuie ulimi wako kudanganyana. Nimekuambia Biblia inasema vizuri, Mungu anachukizwa na ulimi wa uongo. Kwa sababu gani? Uongo unatokana na yule mwovu Shetani, na iwapo unazungumza uongo ni kumaanisha Shetani ndiye ameujaza moyo wako, kumaanisha Mungu ana sehemu ya maisha yako. Na ndio maana nimekuambia, iwapo unataka kuzungumza yaliyo mazuri, lazima ujaze moyo wako na neno la Mungu, na ukijaza moyo wako na neno la Mungu hautamkosea Mungu, maana uongo ni sehemu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, na anaendelea kusema, unataka maisha marefu, unataka maisha ya fanaka, basi lazima uachane na mabaya, lazima uache mabaya ukatende mema. Kuna watu na ambao ni waovu, kuna watu waliojawa na wivu, kuna watu na ambao wapendi wengine wakiendelea, na ilali tuko kanisani, hata mtu akifanya jambo njema tu, wewe tu umejawa na wivu, umejawa na machungu. Biblia inasema hivi, unataka kuishi maisha ya fanaka, unataka kuishi maisha marefu, lazima uachane na wivu, lazima uachane na uovu. Na tumesema ukitaka kuacha uovu lazima ulisome neno la Mungu, uliruhusu ndani ya moyo wako, liujaze moyo wako. Likiujaza moyo wako, kinywa chako kitazungumza neno la Mungu. Hata wakati hali zinaonekana mbaya, hautazungumza vibaya, hautaongelesha watu venye unataka, utatembea kulingana na neno la Mungu, na hivyo utaachana na uovu. Na kuachana na uovu ni kumkubali Kristo ndani ya maisha yako, kumruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu, na zaidi kuruhusu neno la Mungu maishani mwako. Na hivyo lazima uachane na uovu.
Lazima uachane na dhambi, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Naelewa ya kwamba huenda utakufa papo hapo, lakini itafupisha maisha yako na utaishi maisha ya kuhangaika. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatofanikiwa. Jumatatu ya leo ni Mungu anazungumza na sisi. Labda umezoea tu kudanganya, labda umezoea kuongea vibaya kuhusu wengine, labda umezoea kuonea wengine wivu, labda umezoea kuzuia wengine, hata wengine unaenda kwa wachawi na ili uroge watu wasisonge mbele. Huo ni uovu na huwezi ukafanikiwa, hauwezi ukawa na maisha marefu, hauwezi ukaishi maisha ya kupendeza. Lazima uachane na uovu. Ambia Mungu, ondoa wivu, imenilemea. Ambia Mungu, ondoa hii dhambi, imenilemea. Achana na dhambi, achana na mabaya na ukatende mema. Biblia inasema hivyo, tafuta amani na ukaifuatilie, kumaanisha utaitafuta na utaipata, na ukiipata utembee na hiyo amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha kwamba watu na ambao hawezi wakaishi maisha marefu, watu ambao hawezi wakaishi maisha ya fanaka, ni watu na ambao wana amani na wengine. Mtu kuwa na amani, Biblia inasema njia zako zinapompendeza Mungu atasababisha uwe na amani na kila mtu. Kwa hivyo kumaanisha nini? Unataka amani, mtafute Kristo, pata Kristo. Ukipata Kristo atasababisha uwe na amani na wengine wote. Kwa hivyo hata inapozungumza siku ya leo, isipo nakwambia liruhusu neno la Mungu likae ndani yako. Soma neno la Mungu, litafakari. Angalia, Yoshua anaambiwa nini na Mungu? Anaambiwa hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana, na kuwa makini zaidi kutenda yote yalimoandikwa mle ndani, na pale ndipo utafanikiwa, pale ndipo utadhibitika. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuzuie ulimi wetu kuzungumza vibaya, vinywa vyetu uovu lazima uondoke. Lazima tutafute amani na watu wote, na zaidi maana tumeutafuta utakatifu, na hapo tutaishi maisha marefu, hapo tutaishi maisha ya kufanikiwa. Labda umekuwa ukitafuta amani, umekuwa ukitafuta maisha mazuri, hauhitaji tena kuendelea kuyatafuta. Unahitaji Kristo, na ukimpata Kristo unahitaji kutembea kulingana neno lake. Lazima umruhusu katika maisha yako akubadilishe. Unahitaji msaidizi, Roho Mtakatifu abadilishe maisha yako. Anapobadilisha maisha yako utaona fanaka, utaishi maisha marefu. Na Mungu atusaidie hii wiki tunapoanza, tukusudi ambia Mungu, Baba, ninatamani maisha marefu, ninatamani maisha ya fanaka, si ya mahangaiko. Na hivyo umezungumza nami na umeniambia kwamba nizuie ulimi wangu kunena mabaya. Umeniambia nizuie midomo yangu na kusema ila. Baba, nisaidie. Baba, takasa vinywa vyangu, takasa mawazo yangu, takasa roho yangu. Zaidi nipe kiu cha kusoma neno lako. Hilo ndilo linaweza kikawa kilio chetu, na utaona maisha yetu yakibadilika. 2026 hatutaishi maisha ya mahangaiko, hatutaishi maisha na ambayo hayafai. Ndiyo, dhiki zipo, lakini hata zikija, so long as tuko ndani ya Kristo, tutakuwa na amani. Hatutahangaika, hatutakonda, hatutakufa. Maana amani ukiwa nayo utaishi maisha marefu, na amani ukiwa nayo Mungu atapatanisha njia zako, na akipatanisha njia, ukipatanishwa na watu, elewa watakuletea vitu, na hivyo utatajirika, utakuwa na kila kitu unachokihitaji. Na hivyo Jumatatu ya leo tumruhusu Mungu katika maisha yetu, turuhusu neno la Mungu katika maisha yetu, turuhusu kutafakari neno la Mungu, turuhusu lijae ndani yetu kwa wingi, na tutaanza kusemezana, kwa sababu neno la Mungu limekaa ndani yetu kwa wingi. Na hii ndiyo njia ya maisha mema. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi Jumatatu ya leo. Mfalme mkuu na mtakatifu, umenena nasi, umetuambia kwamba iwapo tunataka kuishi maisha marefu na yaliyo mema, lazima tuzuie ulimi wetu
kunena mabaya. Lazima tuzuie vinywa vyetu kuzungumza hila. Mungu wetu umetuzungumzia na ukatuambia lazima tutafute utakatifu, lazima tuachane na ubaya, lazima tutende yaliyo mema, lazima tutafute amani, na tukiipata tuifanyie kazi na ili dumu katika maisha yetu. Baba, tusaidie mahala tumekuwa watu wa uongo. Baba, tunatubu Baba, na kuanzia siku ya leo Mungu wetu hatutazungumza uovu. Kuanzia siku ya leo Baba hatutanena mabaya. Kuanzia siku ya leo tutazuia ulimi wetu kudanganya. Baba, tunatamani kufanana na wewe Baba, tunatamani kutembea na wewe. Acha hichi ndicho kilio chetu siku ya leo Baba, katuongoze Baba, katushindanie juu zaidi, mfalme mkuu na mtakatifu, katuwezeshe kuishi maisha na ambayo umetuzungumzia Baba, maana pasipo na wewe hatuwezi lolote. Tusaidie Baba, tuongoze Baba Mungu wetu, wacha tukatafakari neno lako usiku na mchana, na ili likatusaidie, na ili tukafanikiwe na tukadhibitike na tukaishi maisha marefu. Jitukuze na ujitwalie sifa milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu. Jumatatu hii ya leo nimezungumzia njia ya maisha mema, na Daudi ametuzungumzia kwa njia ya urahisi. Ungependa kusapoti huduma, ungependa kuzungumza nami, hizi ndizo nambari zangu za M-Pesa, SMS, WhatsApp kunipigia 0792 593648, 0792 593648, 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya +254 792 593648, au pia kupitia PayPal bnsnmwanza@gmail.com. zikiwa zimeshikana bnsnmwanza@gmail.com. na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Hadi hapo kesho Jumanne, mimi nakupenda sana. Naitwa mchungaji Benson Mwanza, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.